الحمد لله تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدو والآصال، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونشهد أن سيدنا وعظيمنا مصطفانا محمد رسول الله، وهو نبي آتاه الله شجاعة موسى وشفقة هارون، وإقدام داود عظمة سليمان وبسط يحيى رحمة عيسى وصبر أيوب، فتركنا في المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله، يا من أتيت إلى الحياة مبشرة وبعثت في القرآن فينا هادية، وطلعت في الأكوان بدرا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف العظيم، وبعد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. اتقوا الله واتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن الفوز للمتقين، ومن لم يلبس ثيابا من التقى تخلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. وتكون في الجزائر والإسلام، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada rehema na amani bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nichukua fursa hii kwanza kuihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu juu ya suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hajawahi patapo waja Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana jambo lenye manufaa ndani ya dunia yao isipokuwa jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ucha Mungu ndio sababu kubwa itakayowapeleka kwa wingi watu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa suala Nabii sallallahu alayhi wasallam, anaathari ma yadkhulu an-nas al-janna, Mtume aliulizwa juu ya sababu gani itakayowapeleka kwa wingi watu kuingia katika pepo ya Allah. Mtume akasema, la kwanza taqwallah, suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuwa na tabia iliyokuwa njema. Ja'alani Allah wa iyyakum min al-muttaqin. Ndugu zangu watukufu wa Islam, ni furaha kwetu sisi tukiwa ndani ya mwaka mpya wa Kiislamu, lakini naweza kusema ni aibu kubwa na masikitiko yaliyokuwa makubwa kwetu sisi Waislamu, kwani Waislamu wanaojua hilo ni wachache mno, kwamba huu ni mwaka mpya na ndio mwezi wa kwanza ambao Muislamu anaanza kudhibiti na kuhesabu kalenda yake. Kinachosikitisha zaidi kwamba kuna baadhi ya miji ya Kiislamu
au nchi, tarehe hii ya Kiislamu haijulikani kabisa. Hesabu zao mpaka za wale Waislamu ambao wanatakiwa wahesabu kwa sheria ya Kiislamu. Maana mwanamke anapofiwa na mumewe anatakiwa akaenda miezi 4 na siku 10. Sasa miezi 4 hiyo na siku 10 sipo hesabu ya miezi ya Januari mpaka Mei 10, mwanamke huyu anakuwa amemaliza ida yake. Sio hesabu hizo. Na hivi ndivyo wake zetu wanavyohesabu mpaka hivi sasa. Wanaona ni sahihi ilhali si sahihi kwao. Mwezi wenyewe uliotangazwa ni miezi yetu hii ya Kiislamu, ambayo alimuuliza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wayasalunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Wanakuuliza kuhusiana na miezi, mabadiliko yake yakoje, mara mkubwa mara mdogo. Waambie hii miezi ni kwa ajili ya nyinyi kudhibiti hesabu zenu na kujua sasa ni muda muafaka wa ibada fulani umefika. Kwa hiyo ili upate kuabudu vizuri, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo, unatakiwa uhifadhi vizuri hii miezi ya Kiislamu, kwa sababu utafika wakati wa ibada ya hija, huwezi kuhesabu mwezi Disemba au Ramadhani ukahesabu mwezi Septemba. Unatakiwa kwenda kwa kalenda ya Kiislamu. Na kusikitisha zaidi, ingelikuwa si mwezi wa Ramadhani kwa Uislamu, basi hii tarehe au kalenda ya Kiislamu ingekuwa haifahamiki kabisa. Lakini kwa sababu Ramadhani inapofika, angalau watu wanaanza kutafuta mwezi na kujua sasa ni mwezi ngapi au leo ni tarehe ngapi katika mwezi wa Kiislamu. Lakini kwa hakika miezi yetu ya tarehe yetu umefika wakati sasa kwetu sisi wa kubadilika, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu yuko tayari kubadilisha mioyo ya watu. Haibadilishi mioyo ya watu mpaka watu wenyewe tayari kubadilisha yale yaliyokuwa ndani ya mioyo yao, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekupa nyenzo. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn. Yote hivi Allah subhanahu wa ta'ala amekupa wewe. Dhibiti tarehe yako ya Kiislamu na mwezi wako wa Kiislamu. Lakini tarehe zetu hizi tumeghafilika nazo, ambazo ndizo tarehe zilizodhibiti kwa matendo yote ya historia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilianza katika mwezi huu wa Muharram, kutoka Makka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda zake Madina na kuamrisha masahaba zake, nendeni hapa, hatuwezi kukaa pahala hapa, fanyeni hijra. Mtume sallallahu alaihi wasallam alihama kutoka Makka ilhali Makka ni kwao. Tukio la kudhibitiwa kwa hesabu hii na Sayyidina Umar bin Khattab, akaona hapa ndipo pahala pa kuanza tarehe na kalenda ya Kiislamu. Kilikuwa ni kitu cha kusikitisha sana katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufukuzwa kwao
kuondolewa kwao. Allah anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, la uqsimu bihadha albalad wa anta hillun bihadha albalad. La uqsimu bihadha albalad, Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa mji wa Makkah. Ulama wana tafsiri tatu pahala hapa. Allah anaapa kwa mji wa Makkah. Tafsiri ya pili, na anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa anta hillun bihadha albalad, na wewe ni mwana halali wa mji huu hapa Makkah. Tafsiri ya pili, na wewe utarudi, wa anta hillun ay sataud, utarudi pahala hapa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuondoka Makkah alirudi kwa mara ya pili. Lakini tafsiri ya tatu, ni halali kwako kupigana vita katika mji huu wa Makkah, na huo halali wenyewe alipata katika saata min an-nahar, sehemu ya mchana alipokwenda kufutua Makkah kwa Darul Islam. Historia ni muhimu sana katika maisha yetu. Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam aliondoka Makkah wakati ni halali kwake, ni halali kwake na ni halali kwake? Aliondoka ili atmosphere, mazingira, jau iliyokuwepo kati yake na baina ya watu wa Makkah haikuwa nzuri, na akawafundisha Waislamu kwamba using'ang'anie pahala ambako hapana maslahi mazuri, mahusiano mazuri baina yako. Using'ang'anie kukaa pahala hata kama ni kwenu, kama hakuna mazingira bora anayoridhia Allah subhanahu wa ta'ala, yaliyokuwa na faida ya dini na dunia pamoja na akhira. Fanya hijra kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Historia ni muhimu sana katika maisha yetu. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini ukifanya hijra anatuambia usiende moja kwa moja ukasahau yale majukumu uliyoyaacha nyuma, kana kwamba unapaswa kuyatekeleza. Na hijra ina baraka zake, lakini pia ina mazuri yake. Miaka 13 ile ya mwanzo baada ya kupewa utume Mtume sallallahu alayhi wasallam kukaa Makkah akiwa anafanya dawa, lam tajid hadhihi da'watu adhanan wa'iyan wala quluban shaghiya, haikupata masikio wala nyoyo za watu wa Makkah kumsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa akipingwa kila kona. Anawaambia masahaba zake, nendeni Habasha, Ethiopia. Tazama ni nini hiyo? Ni hijra. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia hijra ya mwanzo, elekeeni Habasha. Hii yote katika kutafuta mambo ya kaya yao vizuri, mpaka inafika msimu wa haji. Sehemu inaitwa Jamratul Aqaba, Mtume sallallahu alayhi wasallam anakutana na Ansar waliokuwa wametoka zao Madina kuja zao haji, tena wachache. Anawapa da'wa, wanasuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanajadiliana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anaambia, nitakuja huko mimi, watu wa Makkah wamenishinda, jifata alqulub kusata alakbar, nitakuja zangu huko. Je, mpo tayari kunipokea? Ansari akamwambia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, naam, tuko tayari kukupokea, lakini ma lana idha fa'alna dhalik, tutapata nini ikiwa tutakupokea wewe? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, lakumul janna, mtapata pepo. Tayari Ansari wakawa tayari kumpokea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha mmoja mmoja katika masahaba zake wakawa wanaondoka,
mazingira yalikuwa ni magumu sana kuondoka, kwa sababu watu wa Makka walikuwa hawakubali mtu haondoke na chochote. Hawataki dini itangazwe, hawataki watu wasilimu. Lakini baada ya kuwatesa sana Waislamu, walikaa katika pango miaka 3. Hawauziwi wala hawanunui, na hata wakinunua wananunua kwa thamani iliyokuwa kubwa, kwa bei ya juu, wala hawaozeshwi. Waingereza wanasema walikuwa isolated, wametengwa katika hali ya aina yoyote ile. Historia ni muhimu sana kuifahamu, ambayo iliratibu kalenda hii ya Kiislamu pamoja na matukio yake, na ni funzo gani tunayoipata katika tukio hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka zake Makka kuelekea Madina. Historia inasema hata turu ila awraqi shajar, mpaka ilifikia stage ya watu kula majani ya miti kwa hali ilivyokuwa ngumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wanatoka wakasema, sasa tufanye njia. Miongoni mwa majambo ya kuyafanya, tutoke kutoka hapa Makka kuelekea Madina. Makafiri wanawazuia, wanauliza, ulikuja hapa huna kitu wewe? Na kama unahama kutoka Makka kwenda Madina, basi kila kitu chako acha hapa, wenda huko ukiwa wewe mtupu. Na Waislamu walimwamini Allah subhanahu wa ta'ala, mnataka nini? Mali chukueni, mimi naondoka. Walikuwa wanarudishwa katika hali za aina zote. Lakini wapo walioama kwa siri, lakini wapo walioama kwa dhahiri. Uislamu ni flexible, ni mbunifu. Kila mmoja anayo mazingira anayofurahia katika kumwabudia Mola wake, iwe fukara au masikini au tajiri. Wote wanayo mazingira yaliyokuwa sawa sawa katika kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja wa watu walioama kwa dhahiri alikuwa ni Sayyidina Umar ibn Khattab. Alitoka dhahiri yeye akatangaza, wallahi wa'lamu annani muhajir, tamweni mimi sasa ninahama kutoka Makka ninaelekea Madina, lakini ninatoa tangazo, faman arada an yatima walada au yurammila zawjatan au yuthaqila ummah falyalqani wara alwadi. Anayetaka kumfanya mkewe mjane au mwanawe yatima au mamake hana mwana, basi nyuma ya jengo hili naomba anipate. Hakumfuata mtu. Alisikika Mujahid akisema, da'uhu Umar, niacheni Umar. Kwa hiyo sura unayoiona huyo ndio Umar mwenyewe, kwa sababu sifa ya Sayyidina Umar ibn Khattab ilikuwa kabla haujazungumza ulimi, inaanza kuzungumza panga kwanza, ndicho cha kwanza. Wote walimwacha Sayyidina Umar ibn Khattab akawa ni mwenye kuondoka. Sayyidina Umar ibn Khattab kuingia kwake ndani ya Uislamu, Uislamu ulipata nguvu baada ya kusilimu kwa Sayyidina Umar ibn Khattab kupitia dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatupa ibra kwetu sisi tuwe na mazingatio juu ya tukio hili la kudhibitiwa kwa kalenda ya Kiislamu. Watu wakahama kwa siri. Umar katika hijra ile ya Habasha
Yuko bwana mmoja na mkewe alikuwa wanasafiri, wanaondoka kwa siri wakati Umar hajasilimu bado. Njiani wakamwona Umar ibn Khattab huyo anakuja. Mume akakata njia yake na mke akakata njia yake. Bahati mke akakutana na Umar ibn Khattab, akaulizwa, ila aini nakwenda wapi? Mwanamke akamwambia, dauna ya Umar, tuacheni Umar, harabtumuna, mnatupiga vita, mnatunyanyasa, tunataka kuama, hamtaki, tuacheni. Akaulizwa, unakwenda wapi? Akasema, naelekea Habashi. Akamwambia, Allah kutangulie. Akashangaa, Umar kaniombea dua. Aliporudi kwa mumewe kukutana naye, akamwambia, nimekutana na Umar. Akakwambia nini? Kakuacha? Akamwambia, siku niacha tuna dua kaniombea. Akamwambia, unapata tamaa, adhunnuka maki fil Islam, unadhani Umar yataslimu? Unaona, akamwambia, na imani Umar yataslimu. Mume akamwambia mke, wallahi la yuslima hatta yuslima khimar al-Khattab, mimi nakuapia huyu haslimu, labda waslimu punda wa mzee Khattab, na yeye ndiye anaweza ataslimu. Historia ni muhimu sana katika hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wakahama kwa siri. Baada ya kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam muitikio watu unavyomutikia, kwamba mtume huyu sisi hatumwezi, likaundwa baraza katika jumba linaloitwa Daru Qusay ibn Kilab au Daru Nadwa. Kiongozi wa baraza hilo alikuwa ni Abu Jahal. Watu waliitwa wote ili zije zitolewe rai pahala pale, afanye nini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu anadhalilisha watu. Wakati kikao kimeanza katika Daru Qusay ibn Kilab, ukasikika mlango unagongwa. Akaulizwa, man anta, ni nani wewe unayegonga? Alipofunguliwa akaingia mzee, akajitambulisha, akasema, Sheikh min Ali Najd, mimi ni mzee natoka Najd, hadhara ma'akum liyasma' ma taqulun, nimehudhuria hapa kuja kusikiliza nini mnachokisema. Inani fihi la ra'i, nami na rai nataka nitoe katika hiko kikao. Watu wakajiuliza, ni Najd gani hii, ya Hijaz au Iraq? Muda mzee amekuja, aingia keti, akakaribishwa katika kikao kile, akakaa kwenye kona backbenchers. Historia inasema alikuwa Iblis la'natullahi alayhi ameingia na yashiriki katika kikao kile kumwangamiza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasimama wa kwanza, rai yangu mimi, tumtimue, tumtoe hapa, tumpeleke mbali kama tunavyofanya washairi wanavyotusema vibaya. Tunawatimua katika hii jazira ya Kiarabu, tunawapeleka mbali. Akasimama yule mzee, akanyosha kidole, akasema, ma hadha laysa birai, hii sio rai. Mkimtimua huyu atauna jeshi huko, litakuja hapa, litakuwa na nguvu, litakupigeni, litakuwa hakuna mlilokuwa mmelifanya. Tafuteni rai nyingine, hadha laysa birai, hii sio rai. Kisha anakaa chini. Akasimama mtu mwingine akasema, rai yangu, tumfunge gerezani huko, tusimpe chakula, akae mpaka afi. Akasimama yule mzee akasema, akanyosha kidole Iblis,
akasema hadha laysa birai, hii sio rai. لكن حبستموهم لخرج كلامهم من وراء الجدران إلى حيث أصحابه. Ikiwa kama mtamfunga, maneno yake yatapenetrate katika huo ukuta mpaka walipo masahaba zake watakuja watamfungua, itakuwa karitha, atakuwa hapatoshi hapo. Hadha laysa birai, hii sio rai, tafuteni rai nyingine. Kisha anakaa chini Ibilisi la'natullah alayhi. Akasimama Abu Jahal akasema innani la rai, mimi nina rai. Akaulizwa magwa ya Abul Hakam, kwambie ni rai ipi hiyo? Kila mmoja amekaa na kusikiliza rai kutoka kwa Abu Jahal. Abu Jahal akasema tuchukue katika kila kabila shaban, kijana, thumma nutihi saifan sariman, kisha tumpe upanga uliokuwa mkali, fayadhribuna Muhammad darban darban, kila mtu akampiga Muhammad pigo moja moja. Tukifanya hivyo itakuwa tumemaliza Muhammad na hakutokuwa tena na mtu anaitwa Muhammad. Umeona akili yake Abu Jahal? Anajua kama mmoja ataongoza mapambano yale, itakuwa haitoshi baina ya kabila la Muhammad na Quraysh na kabila la yule mtu aliyomuua Muhammad, itakuwa vita bado inaendelea. Lakini kama makabila yote yameshiriki, atambua hakumuua mtu mmoja, sisi sote tuliokuwa hapa tumemuua. Kama mnaweza kabila moja, piganeni na sisi na kabila yote. Litakuwa ni gumu hilo. Watapokea fidia kidogo tu kwa sababu ya mtu yule ambaye aliuliwa, tayari itakuwa limeisha. Akasimama Ibilisi la'natullahi alayhi, akamfuata Ibilisi mwenzie Abu Jahal na kumpa mkono, kumwambia lillahi daruk, kongole, hadha rai, hii ndio rai iliyotakiwa. Kikao kizima chote kikakubali Mtume sallallahu alayhi wasallam auawe. Historia ni muhimu sana kuweza kuijua na kudhibiti hii kalenda ya Kiislamu ili tupate saada na ufaulu ndani ya mgongo wa akhira. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yatadawun fa idha qara'ta alquran fasta'id billahi minash shaitanir rajim. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المصطفى محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. بعد، أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله مرة ثانية فقد فاز المتقون. Tunaendelea na hotuba yetu ya pili ambayo ni mwendelezo wa hotuba ya kwanza ambayo inaelezea historia ya kalenda ya Kiislamu, hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaundwa battalion, kikosi cha watu 10 ambacho kiliongozwa na Abu Jahal mwenyewe, akiwa Munabih ibn Hajjaj wa Munabih na wengineo, Al-Aswad bin Zama. Wote hawa walikuwepo kwenda kummaliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanafika kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kabla ya kufika kwa Rasulullah, Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tabit ala firashik, leo usilale, ni usiku wa vita katika nyumba yako. Mtume anatoka anakwenda kwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wakati ambao Abu Bakar anashangaa ni muda huu, vipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anakuja?
tumemwambia Abu Bakar Siddiq, inna Allah amarani bil hijra, Allah sasa ameniamrisha nihame, na aliyeniamrisha nihame naye ni wewe Abu Bakar Siddiq. Wanaondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar Siddiq. Wanafika pangoni, Mtume alikuwa ameongozana na watu wawili. Mbali na Abu Bakar Siddiq alikuwa Amir ibn Abi Fuhaira na Ibrahim ibn Urayqid. Wakaongozana na Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka katika Jabal al-Thawr. Huku makafir wamelala kwa usingizi kwa sura aliyosomea Mtume sallallahu alaihi wasallam, Yasin wal-Qur'an al-Hakim, al-hali akiwamwagia mchanga. Ikatangaza, man jaa bi Muhammadin hayyan au mayitan falahu mi'atu naq, atakayekuja na Muhammad ikiwa hai au amekufa ana donge la ngamia 100 wekundu. Tukaingia katika Jabal al-Thawr. Walikuwa mahodari wale wa kutafuta athari, wakatafutwa ili wapate kujua Mtume sallallahu alaihi wasallam ni pahala wapi ambapo alipokuwa ameelekea. Walitafuta wakafika mpaka kwenye pango hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar Siddiq walikuwa wamo mule ndani. Wamefika pale mlangoni, wanakuta tayari buibui ameshatanda, lakini mlangoni kuna njiwa ametaga, lakini athari za miguu zinaonyesha kwamba hawa wamepita hapo. Huu mguu wa Muhammad, huu ni mguu wa Abu Bakar Siddiq. Alipofika pale, mmoja wao kiongozi akasema, ila huna wasalu, hapa hawa wamefika. Lastu adri asaidu min as-sama am la, sasa hapa wameishi hapa, lakini sijui aidha wamepaa kuelekea mbinguni au wameenda chini ardhini, lakini nyayo zao zilifika hapa. Kama wangeingia hapa, basi huu tandabua ungeutoa au njiwa ungeharibu kiota chake. Mpaka Abu Bakar Siddiq anapata hofu, namwambia, ya Rasulullah, law nadhara ahaduhuma tahta qadamayhi la ra'ana absarana. Ya Rasulullah, mmoja akitizama tu chini ya miguu yake atatuona. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Abu Bakar, ma dhannuka bi ithnaini thalithuhuma, usidhani mimi na wewe ni wawili tu hapa, Allah ni watatu wetu hapa. Mtume akikaa pale kwa muda wa siku 3, huku Asma binti Abu Bakar Siddiq akimletea chakula Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na baba yake, akiwa na mimba ya miezi 9. Mimba hii alimzaa mtoto aliyeitwa Abdullah ibn Zubair. Yeye na kalenda ya Kiislamu wako sawa sawa. Siku ilianza kuhesabiwa kalenda ya Kiislamu ndio siku aliyozaliwa Abdullah ibn Zubair. Kazi yake Abdullah ibn Umar ilikuwa ni khabarat, anapeleka habari kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazojiri huku juu. Historia ni muhimu sana kuijua, na mafunzo tunayopata katika historia hii ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni makubwa. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kudhibiti na kuifahamu kalenda hii ya Kiislamu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على هذه الرحمة شفيع الأمة عدد ما به المتصور كتابك وضمه وعلى آله وصحبه من نصره في كل مهمة خصوصا بالله صلى الله عليه قلب من نسل أبو بكر الصديق الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص بن عمر بن الخطاب
على جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، على سيد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا كافر المنات. اللهم شتت شملهم، اللهم ارزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر صابر محمد واخذل من خذل به محمد. اجل اللهم بلدة هذه امنه مطمئنه سائر البلدان المسلمين. اكتب اللهم سترا وسلاما والعافيه علينا على رفق الحجاج وزهر المسافرين. ذلك بحر امه محمد اجمعين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله واقيموا الصلاه.